Na nyinyi majamaa ndio mnafanya hii kazi? Ama kuna watu wengine? Nyinyi ndio maengineer? Nyinyi ndio ma quantity surveyor? Nyinyi ndio ma electrician? Nyinyi ndio ma steel fixer? Nyinyi ndio ma carpenter? Nyinyi ndio ma mason? Ndio mnafanya hii kazi yote? Jipigieni Huyu ni William Ruto akiwa Makueni katika mradi wa Boma Yangu, ni mradi wa Kenya. Sasa hapa alikuwa akijaribu kutoa picha ndogo ya nini ambacho kinaweza kufanyika katika eneo la site, na leo nimekuandalia somo linaloeleza idadi ya watu ambao wanatakiwa wawepo katika mradi wako wa ujenzi. Tunafahamu ujenzi ni multidisciplinary system, yani ni mfumo ambao unajumuisha watu wenye taaluma nyingi, na bila kujua au ukishindwa kujua watu ambao wanaweza kuwepo katika mradi wako, utashindwa kuelewa ni nini ambacho unaweza kukifanya katika mradi wako, na unaweza kupelekea kupata hasara ambayo ungeweza kuiokoa pindi utakapojua mambo haya. Moja ya watu unaoweza kuwa nao katika site, tunasema mradi wako lazima uwe na mtu anaitwa architecture. Asa architecture ni nani? Architecture ni mtu ambaye ni mhusika mkuu ambaye anabuni idea yako kuiweka katika karatasi. Asa huyu anahusika kufanya vitu gani? Moja, architecture anahusika katika kuweka mpangilio wa nyumba, nasema ni master of space, ni ana deal na ile space planning. Lakini kazi ya pili ambayo architecture anaifanya, anatengeneza muonekano wa nje, hapo tunasema ni elevation pamoja na aesthetics, muonekano na ile beautiness ya nje. Jambo la tatu, architecture anafanya compliance na building regulation, kwamba nyumba itakuwa na urefu gani, nyumba itakuwa na height kiasi gani, headroom iwe gani, milango iwe na ukubwa gani. Lakini pia anaweza kuandaa architectural drawings, michoro ambayo itatumika kwa ajili ya site, na kwenye michoro hiyo ndio watu wengine wote watafall. Kwa hiyo architecture anakuwa ni front na hawa watu wengine wanakuwa nyuma. Lakini pia architecture anafanya kazi ya kutengeneza michoro ambayo itapelekwa halmashauri. Mtu wa pili ni structure engineer. Sasa structure engineer huyu anahakikisha jengo linakuwa salama kimuundo, yani structure safety au structure stability. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni kudesign foundation, ana design columns pamoja na beams, lakini pia anafanya kitu kinaitwa load analysis. Yani ukiona jengo, structure engineer kazi yake anafanya kwamba jengo hili linaweza kuresist mzigo wa kiasi gani ili lisije likafeli. Lakini pia anatengeneza detail ya reinforcement, yani jengo hili litatumia nondo kiasi gani, litatumia nondo gani, nondo hizo zitakatwaje, nondo hizo zitakunjwaje, na hiyo ndio kazi ya structure engineer anayoifanya katika jengo. Lakini pia kwa nyumba ya ghorofa au hata bungalow kubwa ambayo ina spani kubwa, yeye structure engineer ndio anahakikisha safety katika eneo hilo, safety structurally inakuwa okay. Mtu mwingine katika eneo la mradi wa ujenzi ambaye anatakiwa, tunasema ni quantity surveyor. Kirahisi wanapenda kumuita QS. Sasa QS ni mhusika mkuu katika masuala ya cost control au material control. Kazi kubwa ambayo wanafanya QS ni nini? Moja, QS anaandaa BOQ, yani bill of quantity. Lakini pia QS anafanya cost estimation, makadirio ya gharama itakayotumika kwenye mradi. Mara nyingi QS ndio anaweza kutunotify kwamba tunakwenda nje ya bajeti au tupo ndani ya bajeti, kwa sababu yeye anahusika sana na masuala ya fedha. Lakini mtu wa tatu au kazi ya tatu anafanya cost control. Kama nilivyosema hapo awali, QS anafanya cost control, anahakikisha gharama zinadhibitiwa. Lakini pia anaandaa katika miradi mikubwa ambayo ina mgharimu labda contractor wepo, anafanya kazi kwa contractor. QS ndio anaandaa interim payment certificate, yani IPC, hati kwa ajili ya kuomba malipo. Kwa miradi midogo hakuna ulazima sana wa kuwa na QS. Kwa miradi midogo hakuna ulazima sana wa kuwa na QS, lakini na maanisha hakuna ulazima wa kuwa na QS muda wote katika eneo la ujenzi. Kwa hiyo unaweza ukamuhaya pale ambapo anatakiwa. Kwa mfano, katika mradi labda wa ghorofa moja, mradi wa kawaida, unaweza kumuita QS akuandalie BOQ. Lakini pia unaweza kumuita QS akuangalizie kuna variation gani katika mradi wako wa ujenzi. Mtu wa nne ambaye hautakiwi umkose katika eneo lako la ujenzi, huyu anaitwa ni civil engineer au site engineer. Sasa site engineer kama jina lenyewe linavyosadifu
ni mtu ambaye muda wote anatakiwa awepo katika eneo lako la mradi. Sasa kumbuka tulikuwa na structure engineer. Yeye kazi yake ni kudesign, na baada ya kudesign ana release michoro. Sasa anayefanya implementation hii michoro akiwa site ni nani? Huyo ndio ni site engineer. Anafanya kazi gani? Moja, anafanya site supervision. Yeye anahakikisha coordination ya watu wote site inakwenda katika rula, katika mstari. Lakini pia anafanya quality control na quality assurance. Yeye ndo anafanya quality ya zege, yeye ndo anakagua formwork, yeye ndo anakagua compaction, yeye ndo atakagua curing inafanyika vizuri, na atahakikisha setting out pia imefanyika vizuri. Lakini pia huyu ndo anafanya pia coordination kati ya subcontractors pamoja na suppliers wa match pamoja, ili mradi uweze kwenda. Kwa nyumba ndogo sana unakuta engineer mara nyingi ndio anaonekana kama fundi mkuu, lakini hii sio best practice. Engineer hapaswi kuwa fundi mkuu, kwa sababu yeye hana act kama general manager katika miradi ya ujenzi. Mtu mwingine ambaye anatakiwa awepo ni electrical engineer au electrical technician. Hapa tunaweza tukazungumzia katika miradi midogo, electrical technician anaweza katokea au akaonekana wakati tunafanya labda electrical installation. Lakini katika miradi mikubwa, electrical engineer au electrical technician anatakiwa awepo tangu mwanzo hadi mwisho. Sasa majukumu yake ni yapi? Kwanza lazima afanye load calculation. Unajua katika nyumba kunakuwa na mifumo ya umeme, mambo ya oven na mambo ya lift kama zitakuwepo, elevator kama zitakuwepo, taa na vitu vyote vinavyohusiana na umeme. Sasa lazima ujue nyumba yako itakuwa na load kiasi gani, either ni 400, 200, 150, 600, itabeba load kiasi gani. Sasa hii kazi inafanywa na electrical technician au electrical engineer. Lakini kazi nyingine atafanya distribution, ataweka distribution board. Distribution board ni nini? Ni mahali ambapo umeme ukitoka unaingia pale, na ukiingia unagawanywa, unatawanywa kupelekwa maeneo mengine. Sasa kazi nyingine ambayo electrical technician au electrical engineer anafanya ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na uhusiano mzuri, zile compliance zote za TANESCO anazizingatia na kuhakikisha kwamba usajili unafanyika na umeme unaletwa na vitu vyote ambavyo TANESCO wanataka vinafanyika. Ila pia yeye ndio kwa nyumba za kisasa yeye ndio anahusika na masuala ya kufunga CCTV camera, masuala ya AC na vitu vingine. Kwenye miradi midogo mara nyingi electrical engineer au electrical technician anaonekana mara ya mwisho kabla ya kupiga plaster, kabla ya kumwaga zege ya slabu, ndo anatokea na anafanya mifumo hiyo. Lakini ni muhimu mtu huyo awepo ili aweze kukusaidia kujua ni kitu gani kitahitajika katika maeneo gani na maeneo gani. Kwenye miradi mikubwa kabisa si tu electrical engineer basi, bali hata mtu wa plumbing pamoja na mechanical, electrical na plumbing, hawa watu lazima wawepo katika mradi wa ujenzi. Mtu wa sita au mtaalamu wa sita ambaye anatakiwa awepo katika mradi wa ujenzi tunamuita ni plumbing engineer au plumbing technician. Sasa huyu ni mtu ambaye anahusika na masuala ya maji safi pamoja na maji taka. Yeye anafanya kitu gani? Anafanya kazi ya water supply system, atafunga mifumo yote ya maji katika eneo lako la ujenzi, lakini pia atahakikisha kunakuwa na drainage na sewer system. Mvua inaponyesha ni lazima uhakikishe kwamba maji yote yanayotoka kwenye bati na maji yote ambayo yana run kwenye surface yanaelekezwa mahali salama, kwa sababu ukishindwa kuelekeza maji vizuri, maji yatakuwa ni adui mkubwa ambaye utashindwa kumdhibiti. Sasa ni kazi ya plumbing engineer au plumbing technician kuhakikisha kwamba anafanya maji yanajua wapi pa kuelekea, na hapa ni maji safi, maji taka na running water kipindi cha mvua. Lakini pia yeye ndo atafanya septic tank design, lakini pia yeye ndo atafanya storm water management. Unapofanya makosa katika eneo hili au anapofanya makosa katika eneo hili mtu ambaye ni plumbing engineer, gharama zake ni kubwa, kwa sababu mifumo mingi ya maji huwa ndani kabisa ya kuta. Kwa hiyo ikiwa structure zitafeli, utalazimika ubomoe ukuta, ubandue tiles, na hasara inakuwa ni unmeasurable. Mtu mwingine ambaye anapaswa kuwepo site, ambaye huyu ni mtaalamu mwingine, anaitwa ni land surveyor. Land surveyor kazi yake kubwa ni kufanya measurement, vipimo katika eneo la ujenzi, na vipimo hivi tunasema atahakikisha kwamba kunakuwa na site boundary confirmation, mpaka
mpaka kwenye chako unaishia wapi, unaanzia wapi, unaishia wapi. Lakini pia atafanya topographical survey, kuangalia miinuko na mipando inaendaje, ili hizi data aweze kumpatia architecture, na kutoka kwa architecture aweze kuandaa kitu kinachoendana na site yako. Na baada ya architecture kuandaa michoro, yeye atakuja kufanya setting out kwenye eneo ambalo tayari amelishafanyia topographical survey. Lakini pia yeye atafanya setting out ya jengo, lakini makosa ya surveyor yanaweza kusababisha akifanya estimation vibaya, anaweza kusababisha ukajenga nje ya kiwanja au ukashindwa kufanya a proper setting out. Huyu ni mtu ambaye hautakiwi kumkosa kabisa katika mradi wako wa ujenzi. Ningependa kujua site yako au mradi wako wa ujenzi una wataalamu wa aina gani? Ukichana wataalamu hawa, wataalamu wengine wanaofuata ni mafundi ambao wanafanya execution. Hapo kuna plumbing, hapo kuna mafundi wa carpenter, hapo kuna steel fixers na mafundi wa aina mbalimbali kama masonry na mafundi wengine. Lakini hao niliowataja ni watu wa msingi ambao watahakikisha mradi wako unaenda salama. Kwa baadhi ya miradi kama miradi ya World Bank au miradi mikubwa ya serikali, inataka watu kama social officer, watu kama safety officer na watu wengine, watu kama manesi ambao watakuwa wanahudumia watu kama first aiders wanatakiwa wawepo na walinzi na watu wengine. Lakini kwenye miradi ya kawaida watu hao unaweza usione wakiwa wanahitajika. Kwa hiyo nimekutajia watu ambao ni basic wanatakiwa wawepo katika miradi ya ujenzi. Unahisi kuna watu wengine wanatakiwa wawepo au tumewasahau kuwataja? Tuandikie kwenye comment na sisi tutaendelea kujifunza zaidi kutoka kwako. Mimi ni Eman Paul na hii ni Lembo Nation Academy. See you next time. Bye bye.